Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani zimteremkie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tupo katika kutizama wapi tulikosea, na wale ambao inawezekana bado hawajaingia wasiingie katika makosa ambayo tuliyokosea sisi. Tunafanya haya kwa kutarajia kabisa kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kunufaika wale ambao wasiofahamu mfano wetu sisi, ili kunusuru dunia, kwa sababu iwapo ndoa itakuwa imenyooka, basi familia itakuwa imenyooka. Na wapo wale ambao wanatafsiri ndoa kwa maana ni taasisi. Ili tupate viongozi waliokuwa bora, basi inahitajika wawe wamepatikana katika misingi bora ya ndoa zilizokuwa sahihi na mafundisho yaliyokuwa sahihi ndani ya ndoa. Ili tupate viongozi wanaojielewa, tupate viongozi wale ambao wamepitia katika misingi bora tokea wanaandaliwa na wazazi wao. Msingi wa kwanza ni baba kutafuta mama aliyokuwa bora, na mama kutafuta baba aliyokuwa bora. Mama bora na baba bora ndio wanazaa mtoto aliyokuwa bora. Hatimaye tutapata viongozi waliokuwa bora. Upo usemi ambao unasema, ukimwona mtoto anatukana kajifundisha nyumbani. Ukimwona mtu haeleweki, basi hayo kajifundisha kupitia nyumbani. Hasira zile za watoto tunazoziona zile zinapatikana katika maisha ya kinyumbani. Katika kipindi chetu kilichopita tulizungumzia ndoa kwa ufupi, pamoja na kufahamu kuwa ndoa ni kitu gani. Leo katika kipindi chetu hichi kijacho tutazungumzia namna bora ya uposaji, ya utafutaji mke au utafutaji mume. Kama inavyofahamika na tulivyofahamisha katika kipindi kilichopita kwamba ndoa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hivyo ni lazima itakuwa na utaratibu wake unaohitajika. Kwa kupita utaratibu huo ndio tutakuwa tumefuata misingi ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha katika namna bora ya utafutaji mke na kuishi nayo. Leo tutakuwa katika neno la Kiarabu linaloitwa khitba, posa, bikasril khai, khitba, posa. Na hakuna asiyefahamu posa, isipokuwa inawezekana hatufahamu namna gani ya kuziendea posa, na sio wote, ni baadhi yetu tu ndo tusofahamu namna ya kuziendea hizo posa. Tunaziendea katika utaratibu gani? Posa ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na posa ni jambo la kisheria. Kinachohitajika kwa mposaji, la kwanza, wakati anahitaji kutafuta mama wa kuishi naye nyumbani, kutengeneza familia, au mama anataka kupata mume, na kikawaida na ndivyo ilivyozoeleka na ndivyo ilivyo, mume kutafuta mke, huo ndio utaratibu. Lakini iwapo ikitokea mwanamke mwenyewe binafsi akasema mimi natafuta mume, akafuata taratibu katika utafutaji, hilo halina matatizo, lina maana linajuzu.
Mwanamke mwenyewe akaona hapana, kwa sasa wache nitafute mume. Katika kuposa tuna wanawake wa aina mbili. Mwanamke wa kwanza ni ule athayibu, mwanamke mkubwa. Ukubwa kwa maana yote, kwa maana sifa za wanaume anatambua, ameshapitana na wanaume, yeye anatambua. Huyu ni mwanamke wa kwanza. Na mwanamke wa pili albikiru, ni yule mwanamke mdogo, msichana, taratibu za ndoa hajui, wala hajui kwenye ndoa kuna nini. Inawezekana labda ana dhana ya jambo moja mbili tu ndilo analojua lipo huko, lakini majukumu halisia haswa ya ndoa, kwa ninatoka hapa naenda kukabiliana na mambo fulani hajui. Hawa wanawake wa aina mbili yote, awe yule mtoto awe huyu mkubwa, hawa ni lazima watakwe ruhusa. Kwa maana mkubwa ni lazima aseme haswa, huyu mume mimi namtaka au simtaki, na akisha kusema simtaki halazimishi. Na huyu mkubwa wakati anajibu hayo, ajibu bisarahatin, kwa uwazi kabisa kwamba mimi mwanamume hanifai. Lakini huyu mdogo kadhalika tustamal, kadhalika atahitajika ruhusa kwamba bibi amekuja mchumba hapa. Sasa Bibi Aisha radhiallahu anha aliona ile haya ya wanawake wa kipindi hicho, na hali ya kuwa ni mdogo, ataweza kujibu kwamba mimi nimekubali au simtaki? Bila shaka kwa wasichana wale ambao wenye aibu hataweza kujibu hilo. Sasa alihitaji kufahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama majibu ya mwanamke bikra atajibu vipi. Mtume akajibu kule kunyamaza kwake kule ndio majibu yake. Lakini majibu haya yatatambulika kupitia nani? Majibu haya yatatambulika kupitia wazazi wake, wazee wake ambao waliomlea. Mara nyingi sana wanatambua akinyamaza jambo kwa namna hii ndio karidhia, na akinyamaza kwa namna hii kawaida ya mtoto wangu ile hajalipenda ili jambo. Kwa hiyo atatumika mama katika ufuatiliaji wa hilo na kulitambua. Lakini tumefikaje katika kumpata huyo mchumba mpaka akatambulishwa? Tumefika baada ya mchumba mwenyewe kutambua sehemu fulani kuna binti, akafanya utaratibu mwenyewe wa kumfanyia utafiti huyo binti. Je, anafaa au hafai kuwa mama wa watoto wangu? Manake hapa tunomtafuta, achia habari ya ule uhalali wa kupata starehe nayo na kujizuia na haramu, bali tunamtafuta mama wa watoto wako, atakaye kulelea watoto wako katika misingi bora, katika mafundisho mazuri ya kufundishwa kwamba hichi hakifai, pasi na hoja ya kumwambia baba yako atakuchapa. Hapana, bali ye mwenyewe mzazi aonyeshe kwamba hichi hakikufai. Misingi ya kumwambia kuwa baba atakuchapa, manake we ni kujidharaulisha kwa yule mtoto asikuogope. Kwa hiyo inahitajika mama ye mwenyewe aonyeshe kwamba hili halifai, pasi na hoja ya kuwa baba hataki, baba atakuchapa. Kwa hiyo atatafuta mama anayefaa, mama aliyokuwa bora, mama ambaye ndio atakuja kumlelea watoto wake wakati yeye hayupo. Inawezekana mwingine ana shughuli zake za kusafiri miezi 2-3 hayupo. Kwa hiyo atatafuta mama wa kukaa na watoto wake katika kipindi hicho. Kwa hiyo ni lazima utafute mama aliyokuwa bora. Hali ya kutafuta mama bora huwa inatofautiana kwa mujibu wa sehemu na aina ya watu. Wapo wale ambao humtafuta mwanamke mrefu, yani sifa yao wao hupenda mwanamke mrefu. Mwingine hutafuta mwanamke ambayo ana rangi ya macho ya aina fulani. Mwingine hutafuta mwanamke mnene. Mwingine hutafuta mwanamke mwenye shakli nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tunkahul mar'atu li 40. Mwanamke huolewa kwa mambo manne, yani watu mambo manne huwa kama msukumo ya kuelekea kumposa binti.
ikiwemo uzuri wake, na wapo wale ambao wanatafuta uzuri wa mwanamke kuwa binti huyu ni mzuri sana, na wapo wale ambao hutafuta mali, kwamba binti fulani ana uchumi mzuri, anafanya kazi sehemu fulani, kwa kufanya kwake kazi sehemu fulani manake uchumi wake mzuri, tutasaidiana maisha, au mimi nitakuwa yeye ananisaidia mimi, inawezekana mimi sina kitu. Mali mwingine ukoo wao wale ni kina fulani wale, kama inavyotambulika kuna baadhi ya koo zina umaarufu, kwa hiyo ukoo wao wale ni kina fulani, mtu akasema muda kwa ukoo kina fulani wale, yule binti anafaa. Kisha jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kadhalika watu huja wakaoa lidiniha, kwa sababu ya dini ya yule binti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuteulia yeye cha kuteua sifa ya mwanamke ambaye anafaa ateuliwe, akasema fadhfar bidhati din. Hakuhitaji akuachie akili yako utafute wewe, akakuteulia Mtume, tafuta yule ambaye mwenye sifa ya dini. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia, kikawaida mali huwa inafilisika, kifua huwa kinalala, kinafika wakati kimelala kabisa. Uzuri huwa unachuja baada ya miaka 2-3, picha akipiga ile na ile ya awali hutofautiana kabisa, kama sio yeye. Baada ya miaka 20 sio yule kabisa, inawezekana hata jino limebakia moja. Sasa ukiwa umeteua kwa ajili ya uzuri, maana yake kwamba makadirio yake ule uzuri ukichuja, we hautoweza kuishi nayo. Uzuri si haupo tena, na we kilichokuvutia kwa kesi uzuri. Sasa kama hana uzuri, kuna haja gani ya kuendelea kuishi nayo? Maana yake kwamba maisha yataisha pindi pale uzuri wake utakapoisha, na unawezekana ukaisha kwa ajali tu baada ya muda mfupi, pindi pale mtakapokuwa mmeoana. Lakini alichokuteulia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho ni dini, kila anapozeeka mtu imani ndo huwa inakuwa, na kushikamana na dini ndio kunaendelea kushikamana zaidi. Kwa hiyo fadhfar bidhati din, teua yule ambaye mwenye dini, kwa sababu mwenye dini huwa ananasihiwa na akasikia pindi pale patakapotokea mashakil ndani ya ndoa. Kama inavyofahamika, huduthu mushkilatin fi amri zawaji amrun adi, kutokea matatizo katika masala ya ndoa jamani, ni jambo la kawaida. Kisichokuwa cha kawaida ndani ya ndoa ni kuwa hamuongei wewe na mwenzio siku 2, 3, 4, wiki, mwezi. Hicho sio cha kawaida. Lakini habari ya kukosana rai, mawazo, akili, hivi ni vitu vya kawaida ndani ya ndoa, vinabebwa na alafu, msamaha, kusameheana, kujua kwamba mwenzangu kama mwanadamu amejisahau, na yeye kadhalika akatambua mwenzangu kama binadamu kateleza kwenye hili, amenikosea, na mkaombana samahani, masiku yakaendelea, maisha yakaendelea. Lakini habari ya kuwa huongei na mkeo siku 2, 3, huko mnakoelekea siko kuzuri. Kwa hiyo kuna taratibu za uposaji. Idha arada al-insanu zawaj, pindi mwanadamu au mtu anapotaka kuoa, anakusudia sasa aoe, kinachojuzu kama ilivyo ada, ima kwenda yeye mwenyewe kwenye nyumba ile ambayo anahitaji apose yeye mwenyewe binafsi, anyadhhaba bimufradi, inajuzu kwenda peke yake yeye mwenyewe, au bisuhbati abihi, au akafuatana na baba yake mzazi mposaji, au akhihi, au kaka yake akasema, kaka, kuna safari nipeleke. Lengo na makusudio nini? Tunaenda kuposa kwenye familia ambayo ameitambua yeye. Maanake cha kwanza kinachohitajika ni kuitambua hiyo familia unayoenda kuiposa, sifa zao, tabia zao, malezi yao. Mara nyingi sana ndani ya ndoa tunapata majanga pindi tutakapokuwa tumeenda kuposa katika familia ambayo haina maamuzi. Pale panapotokea mashakili ndani yenu ya ndoa, wakashindwa kuyatengeneza kama baba mkwe, au yapotokea mashakili ya ndoa
tukafunga safari kwenda kule, ukaambiwa wewe muache tu bana, unamnyanyasa kwa sababu gani? Badala ya kutuuliza shida yetu ni nini na wakaitatua shida yetu. Kwa hiyo ni bora zaidi hili ulichunge kabla haujapeleka hiyo posa yako. Ni familia gani ninaenda kuiposa? Sifa za binti zikoje? Na wao kadhalika watachunga ni familia gani inatuposa na sifa ya anayetuposa ikoje. Na hilo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema idha jaakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, pindi akikujieni yule ambaye mmeiridhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, basi muozesheni. Tulijuaje tabia yake? Maana yake kwanza tulichunguza. Tulijuaje tabia yake? Tuliwauliza watu ambao sehemu anayoishi, kwa sababu huyu binti ambaye leo tunatarajia tumuozeshe au huyu bwana ambaye natarajia tumpe mke, huyu ni kiungo muhimu kati ya familia na familia. Iwapo atakuwa hana tabia mzuri, atamtukana baba mkwe, je, familia zitaungana? Iwapo mama huyu ambaye tumeenda kumuozesha katika familia ile, mama ana ulimi mchafu, jirani watakaa vizuri? Je, huyu baba atahama nyumba ngapi kwa kumpa mwanamke kama yule? Kwa hiyo ni lazima atambulike sifa za mwanamke ili kunusuru majirani, isiwe baada ya ndoa tena haongei na jirani zake mwanamume. Kisa nini? Jana mkewe kamtukana, ataongea nayo huyo? Ujirani hufa, hatimaye sio ujirani mpaka udugu hufikia wakati ufa kwa sababu ya ndoa tu. Baada ya kuoa mambo yakawa magumu, mama haelewani na ndugu wa mume, mume haelewani na ndugu wa. Kwa ni lazima pachukuliwe tahadhari. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha jaakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, pindi atakapokujieni yule ambaye mmeiridhia dini yake, kwa maana dini anayo, yule mwanamke hatoenda kupigwa kule. Bibi Aisha radhiallahu anhu anatuambia ma dharaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khadiman wala mraatan qat, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kumpiga mtumishi wake, mfanyakazi wake nyumbani, hakuwahi kuinua kumpiga. Lakini hata mwanamke Mtume hakuwahi kumpiga, kwa maana mke hapigwi. Sio lengo la istimtaa, ile ambaye raha ulohitaji ya kubadilishana mawazo, kupeana ushauri, kusaidiana, lengo lake si kupiga. Na wala ile dhamana ya wazee waliokaa na wakapangana, sasa tumuozeshe, tumeshakubaliana, si kwa maana wanakupa ili wende ukampige. Lengo ni kuunganisha udugu ndani ya familia na familia hii ambazo kiasili zilikuwa hazijuani, hazina ukaribu, leo zikaunganishwa kwa ajili ya ndoa yenu nyinyi. Kwa hiyo inajuzu kwenda mwenyewe mposaji au akaenda baba au akaenda mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam khataba li nafsihi wa li ghairi, Mtume aliwahi kuposa yeye mwenyewe binafsi na kumposea mtu. Manake inajuzu kuposewa au kumposea. Na lipo jambo ndani ya posa ambalo huaga linafanyika, kuandika barua. Ni jambo la halali litaakidi, kwa ajili ya kutilia mkazo hilo swala lako, si kwa maana ni haramu kuandika barua. Ila kisichofaa ambacho kipo ndani ya jamii, kuhitaji barua baada ya kuwa mtu ameshakaa na huyo mama, ameshamzalisha watoto wawili watatu, leo anataka aoe, basi lete barua. Barua itachelewa, majibu yatachelewa. Hili ndio tatizo lilokuwepo ndani ya jamii. Kuna haja gani ya barua? Ikuwa tayari wameshakaa, Ramadhani inakaribia, wanasema tuoane bwana, na wewe baba unatambua kabisa kama mtoto wako hayuko hapa nyumbani, anaishi na mtu, bado ukahitaji barua, basi wewe utakuwa una matatizo kidogo. Manake ni kusubiri upate wajukuu tu lea, alafu wanakufuata wajukuu hawa watoto. Hata wewe mwenyewe kutaja hawa ni watoto wa fulani na hali ya kuwa hajaolewa, uone aibu. Ifike wakati wazazi tuone aibu kutokana na sura zile ambazo alizoziharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ifike wakati tuone aibu. Na hii aibu, kuona aibu na ule ubaya wa kuchukuliwa mtoto wako akaenda kuziniwa na wewe ukanyamaza kimya, ni malezi kadhalika. Ni vitu ambavyo mtu unalelewa hivi. Wakati humu
vijana walilelewa, hawa wazee wa zamani ambao kwa sasa ni wazee, vijana wa zamani walilelewa kuwa nyama ya nguruwe ni haramu, walikuwa hawagusi, hawaisogelei. Wakati walivyolelewa kuwa pombe ni haramu, walikuwa hawagusi. Lakini hawa vijana wa sasa ambao wanalelewa pombe sio haramu, hawa huzishika kabisa na hubeba. Mtu akakubali kubeba kreti ya pombe kupeleka sehemu kwa shilingi 1000 tu, hakuthamini dini yake, hakuona kizito kile anachokifanya, kwa sababu yeye ni sababu ya watu kwenda kulewa. Kwa hiyo inajuzu kuandika barua, hilo halina shida. Tutaje kipengele kinachofuata, kujuzu kumuona anayeposwa au mposaji. Baada ya kuwa tayari taarifa zimefika sehemu husika, kuna mchumba, inajuzu kumuona unayemposa. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ameeleza Imamu An-Nasai kutoka kwa Mughira ibn Shu'ba kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema annahu khataba mra'atan. Mughira ibn Shu'ba alimposa mwanamke, na ndo anayeposwa. Mwanamke ndio anayeposwa. Hakuna ndoa ya kuposa mwanamume mwenzio, na wala hakuna ndoa ya kuposa mwanamke mwenzio. Khataba mra'atan, alimposa mwanamke. Kwa hiyo baada ya kumposa, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia Mughira, anadharta ilaiha, je, umemwangalia? Faqala la, akasema hapana, sijamuona. Akamwambia undhuru ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, nenda kamwangalie, kwa sababu kule kumwangalia ndio jambo ambalo linapelekea kudumu mapenzi kati yenu. Kumwangalia mchumba, awe wa kiume yule ambaye yeye anataka kuposa au yule wa kike ambaye anaposwa, kuangaliana wale wanaoposana ni katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo hilo linapelekea kudumu mapenzi kati yenu. Tunaangalia wapi? Tunaangalia kwenye uso na viganja viwili vya mikono, vinatosha. Habari ya kuhitaji nywele zake zipoje, miguu yake ikoje, hili unaweza ukamtuma dada yako au mama yako mzazi. Mama, hebu nenda kanitizamie kwanza, asiwe mwanamke wenyewe kipala. Kazi hiyo ataifanya mama, hiyo hutokea. Mama, hebu nenda kanifanyie jambo fulani, asiwe mwanamke wenyewe kadha. Lakini wewe sehemu zako ni uso na viganja viwili vya mikono, vinatosha kuangalia. Akaenda akatizama, akakuletea majibu, mwanangu, yule mtoto anafaa sana, yule amekamilika haswa. Na wewe wakati huo wanakuchunguza kadhalika, je, unafaa? Usije ukamlisha mtoto wenyewe vya haramu, unaiba, umevunja sehemu ndio unamlisha mtoto wa watu. Watakuchunguza na wao, hiyo tena hiari yao kwa muda wao, lakini wewe kadhalika utachunguzwa kwa namna yao wanayojua wao. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kuntu inda nabii sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaa rajul, akaja mtu mmoja akasema kuwa annahu tazawaja mra'atan, kwamba yeye amemposa mwanamke minal ansar, na mwanamke wenyewe ni wa Kiansar. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia idhhab, kwanza nenda, wandhur ilaiha, kisha nenda kamwangalie. Fa inna fi ayunil ansari, hakika katika macho ya wanawake wa Kiansari, shay'an, kuna kitu kidogo. Nenda kamwangalie sura yake, macho yake, kama macho yenyewe ni ya asali au yeupe sana au meusi sana. Sifa yule mwanamke utaenda kuiona baada ya kumtizama.
Kuna taratibu zile za kupwekeka na wanawake baada ya posa, fahadha haramu, hii ni haramu na wala haijuzu. Mkakaa wenyewe kwa faragha, mkaulizana mnayojua, mkafikia wakati mpaka mkaingia katika zinaa. Baada ya kuziniana, mkisha kuoana, mapenzi mmeyazika, hakuna tena upendo. Yule mwanamume inawezekana baada ya zinaa asikuoe tena, ashakujua kuwa huna maana yoyote. Lakini hatari nyingine, iwapo utakuwa umeoa mwanamke uliotembea nayo, baada ya ndoa hakuna kuaminiana, huwa anashaka na wewe siku zote. Akiona simu imezimwa, kama Mia alipokuwa anafanya nini, maana kwa simu kipindi hicho anazimaga. Akiona umechelewa siku kurudi nyumbani, ajua na amepita kule kule kama alivyokuwa anafanya zamani nini. Yani huwa ana mashaka na wewe masaa yote, haamini. Na wivu ni maumbile. Tumalizie mada yetu hii ya leo, ambayo tupo katika taratibu za posa, kwa kutizama ni nani anayefaa kuposwa. Nani anayefaa umpose? Wa kwanza kabisa anayefaa kuposwa ni yule ambayo si maharimu yako, sio maharimu yako. Kwa maana usije ukamposa dada yako baba mmoja mama mmoja, hapa hakuna posa. Huyu wa kwanza. Wa pili, asiwe amehirimia ibada ya hija au umra. Yule muhrim ambaye amehirimia ibada ya hija au umra, ye mwenyewe haifai kuposa wala kuposwa wala kuwakilishwa katika kuposa au kuposwa au kuwakilishwa katika kuoa au kuolewa. Bana, na kuwakilisha nenda kaniolee, basi nalo vile vile kadhalika halijuzu. La tatu, asiwe ni mke wa mtu. Asiwe ni mke wa mtu. Huku kwa wanamume huku hakuna mume wa mtu isipokuwa atakapokuwa amefikia 4. Ndio huyo sasa amekuwa mume wa watu. Lakini wakati ana mmoja, huyo haambiwi aposi kwa sababu eti ni mume wa mtu. Na huko tutafika, tutaelezea kwa sababu gani sheria imejuzisha mwanamume kuoa wake zaidi ya mmoja na mwanamke ikamjuzisha kuolewa na mwanamume mmoja tu. Kwa hiyo huku hakuna habari ya mume huyu wa mtu, bali kuna mume wa watu pindi atakapokuwa kamaliza idadi. Huyo ni mume wa watu. Lakini huku kuna mke wa mtu. Kwa hiyo haifai kuposa mke wa mtu. Watatu, haifai kuposa mwanamke ambaye kashaposwa. Yaani ameshafika mtu na ameshasema kwamba mimi hapa nimeposa hapa, basi wewe kujitokeza na wewe kusema nimekuja kuposa hapa, hiyo itakuwa ni fitina wewe. Unakusudia mwenzio ima akataliwe au kataliwe leo ulete muhali. La 4 ambalo halifai kulifanya kwa mwenye kuposa, kukaa faragha na yule mwanamke aliyomposa. Baada ya posa, si kwa maana ndio umekuwa halali, hapana. Usikae faragha nayo. Sasa inajuzu kughairi kwenye posa pindi kutakapokuwa kule kughairi kuna maslahi. Manake bana, kweli nilikuja kuposa lakini kutokana na maslahi fulani na jambo fulani tumeghairi, na hilo linahitaji radhi zao. Wakiridhia na wenyewe wakifurahia hilo, hakuna tatizo, kwa sababu ya kuogopea fitna, pasiwe na fitna. Kwa hiyo kukaa faragha haijuzu pamoja na yule uliomposa, lakini inahitajika utafute mwenye dini na tabia, kwa sababu huyo ni kiungo kati yako wewe na wazee wako. Isiwe kuoa kwako ndio sababu wazee wako mkakosa kuongea, ikawa sababu ya kuwa ndugu wote mmegawanyika kisa baada ya kuja yule mwanamke. La 4 la mwisho, kwa anayeposa, kwa wanaoposana, kuepukane na ghishi, udanganyifu. Pindi pale tunapoenda kumwangalia mchumba, wewe umeenda kuangalia au umekuja kuangaliwa, basi ujiwe siwe siku hiyo ndio umeipamba sura yako, kumbe asili yake una vitono aswa mashimo aswa, lakini siku hiyo ukayafukia na rangi zako vizuri, ukasema leo nakuja kuangaliwa leo. Hiyo ni ghishu, huo ni udanganyifu. Bali anayeposa na anayeposwa amuone mwenziwe katika sura yake halisi, kwamba hii ndio sura yake aswa alivyo na hivi ndivyo alivyo.
asijiweke kitu chochote ambacho kitabadilisha mandhari, kikawa ni kivuto kwa huyo anayekuja kuposa, baadaye ikaja ikamdhihirikia nyumbani kinyume na vile. Bwana, mapenzi umeyaua. Huyo alokuoa tena hana uzuri na wewe tena, lakini akikuona katika umbile lako lile lile, katika sura yako ile ile, ukiongeza vitu vingine itakuwa ni raha zaidi pindi pale utakapokuwa ushafika nyumbani. Lakini kabla haujafika nyumbani, wakati wa kuposana, haijuzu kubadilisha umbile lako, kwa sababu utakuwa umefanya udanganyifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man ghashana falaisa minna, yeyote yule ambaye atakayetudanganya basi si katika sisi waumini. Leo kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumezungumzia habari za posa, na si kwa maana tunamaliza yote, bali tunachukua kwa kiasi, lengo na makusudio ili wapate faida wale ambao wanawezekana wanahitaji kuelekea katika masala ya ndoa. Lakini kadhalika lengo na makusudio, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe thawabu sisi tunaosikiliza na wale ambao wanaozungumza yale wanaozungumza na kuyasikiliza. Mwenyezi Mungu aingize katika mizani ya mema yao. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.